بسم الله الرحمن الرحيم. Eneza elimu. Na hii inaonyesha kwamba huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume mwenye huruma. Sura hii amekosolewa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye alikuwa amejipanga kufanya da'wa na sanadidi Quraysh, vimbungi wa Quraysh na Abu Jahali na nani. Sasa yeye amebezi kwamba nikiwatoa hawa katika kufru wakaingia katika Uislamu, watu wangu wanaweza wakapata nafuu ya adhabu na mashambulizi. Ndio maana akawa amejikita na walingania ili waingie, lakini mwisho wa siku Mtume sallallahu alayhi wasallam akakosolewa. Kwa nini? Kwa sababu alikuja mtu ambaye ni mwema, anatafuta khairi, anatafuta ilmu, wa huwa Abdullah ibn al-Maktum au Amr ibn al-Maktum. Tarjama abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma. Abasa ni kukunja, kama vile mtu anakunja uso. Abasa wa tawalla, alipuuza, alikunja uso na akapuuza. An jaahu al-a'ma, pili alikuijiliwa na kipofu. Huyo kipofu ni Abdullah ibn al-Maktum. Abdullah ibn al-Maktum au Amr ibn al-Maktum. Huyu Amr ibn al-Maktum huyu sahabi jalil, ni sahaba mtukufu, ahabu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Yawman jaa ila an-nabiy alayhi salatu wassalam wa huwa yabki. Siku moja huyu alikuja kwa mtume analia. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما يبكيك. Mtume akamwambia unalia nini, kinachokuliza ni nini? فقال قد انزل الله في الايه, Allah ameteremsha aya ile inayohusu mimi. Mtume akamuuliza aya hiyo ni? فقرأ فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. Atakayekuwa katika maisha ya dunia kipofu na akhera atakuwa kipofu na atakuwa amepotea njia ile sawa. Akasema hii aya kwa inanitisha mimi. Alastu a'ma ya Rasulullah, kwani mimi sio kipofu? Mtume akamwambia hapana, ya ibn al-Maktum, aya hii inachozungumza kingine, si kwamba wewe ndio umeshushiwa aya hii. Faman kana fi hadhihi a'ma, atakayekuwa katika haya maisha ya dunia anasomewa aya za Allah, anasomewa hadithi za mtume, hataki kuona. Upofu uliokusudiwa kwenye aya hii si upofu wa macho, bal ta'ma al-qulub, ni upofu wa nyoyo ambazo zimemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Si wewe, nyamaza, si wewe uliokusudiwa kwenye aya hii. Njaahu al-a'ma, bila kujiliwa na kipofu. Wama yudrika la'allahu yazakka, ni kitu gani kitakachokujulisha kwamba yeye ametakasika? Au yadhakkar fatanfa'ahu dhikra, au akakumbuka akasikiliza maneno ya Allah akakumbuka, fatanfa'ahu dhikra, ukumbusho kumnufaisha. Amma man istaghna, ama ambaye amejikinaisha na mali zake na dunia yake, fa anta lahu tasadda, wewe ndiye ambaye unayempa nafasi kubwa. Wama alayka an la yazak,
kitu gani kitakachokujulisha, ishara gani zitakazokuonyesha kwamba yeye ametakasika? Wa amma man jaaka yas'a, ama huyo anayekujilia kwa haraka, wa huwa yakhsha, naye anamuogopa Allah, fa anta anhu talaha, wewe ndiye unayempuuza. Kalla, sivyo. Innaha tadhkira, Qur'ani hiyo ni ukumbusho. Faman shaa dhakara, anayetaka na kumbuke. Kuna haja ya nguvu wala ya nini, ni ukumbusho tu. Anayetaka kunyooka kaifuata Qur'ani, ifuata. Ya al-haq wa zahaqa al-batil wa qul al-haq min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Sema ni haki kutoka kwa Mola wenu, anayetaka amini, ambaye hataki kufuru. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar, tumewaandalia madhalim moto wa jahannam. Kwa hiyo Allah akamueleza faman shaa dhakara, anayetaka yeye kumbuke. Fi suhufi mukarrama, Qur'ani hii imechukuliwa katika kurasa zilizotakasifu, marfu'atin mutahhara, zilizonyanyuliwa daraja ya juu, ambazo ni tahara zitoharika. Bi aidi safara, yachukuliwa Qur'ani kutoka kwa malaika watukufu, mabalozi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kiramin barara, malaika watukufu wenye hadhi na daraja ya juu. Qutila al-insanu ma akfara, amelaniwa mwanadamu na kutupwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kupinga uwepo wa Allah. Min ayi shay'in khalaqa, kwani huyo mwanadamu yeye ameumbwa kutokana na nini? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, huyo ameumbwa kutokana na maji, min nutfa, kutokana na mbegu. Khalaqahu faqaddara, Allah amemuumba kakadiri. Kwa hiyo hii ni tarjama ya sura hii ya Abasa, ambayo tukiangalia kwenye tafsiri hapa, Abasa wa tawalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kiangalia hapa katika tafsiri Abasa wa tawalla, hajatajwa jina Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, talatufan bihi alayhi salatu wassalam, haja kumfanyia upole. Allah subhanahu wa ta'ala angegeuza akamtaja tu wazi kwamba wewe umekuja uso na umepuuza, lakini akatumia abasa wa tawalla, kakuja uso amepuuza. Anjaahu al-a'ma wa ijlalan lahu, na kwa ajili ya kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yu'atibuhu rabbuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah hakumkosoa moja kwa moja, mithla an yaqula abasta wa tawallaita, hajamwambia abasta, umekuja uso wewe, umepuuza wewe, akasema abasa wa tawalla. Anjaahu al-a'ma, hali ya kufanyia upole Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ni kuonyesha nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sababu nuzul hadhihi al-ayat ma ruya anna an-nabiyya kana mashghulan ma sanadid Quraysh, na sababu ya kushuka aya hii na sura hii ni kwamba Mtume alikuwa anashughulishwa na wale waheshimiwa sanadid watukufu wa Quraysh, yad'uuhum ila al-islam, akiwalingania kwenye Uislamu, wakiwemo wakina Utba, wakina Shaybatul Hamdi, wakiwa wakina Abu Jahl, Walid ibn Mughira, wakana yatma'u fi islamihim, na Mtume alikuwa anatamani lao hawa walislimu, rajaa
an yuslima atba'ahu, akitaraji mtume wanaweza wakapata amani masahaba zake, maana adhabu ilikuwa ni kali kila anayeslimu. Watu waliadhibiwa sana. Mimma udhibu, miongoni mwa walioadhibiwa ni Sumayya, aliadhibiwa vikali. Ammar ibn Yasir, Khabbab ibn al-Arat, Bilal ibn Rabah, hawa waliadhibiwa vikali. Kwa mtume akawa analenga kwamba hawa wakiingia katika Uislamu watu wanaweza wakapata nafuu kutokana na adhabu ambazo wanazopewa. Wa bainama huwa mushtaghil, kati mtume anashughulika na hilo, biman indahu min wujuhi Quraish, na wale walionao katika watu wa Quraish. Idh jaahu ibn al-Maktum, ghafla akaja huyu ibn al-Maktum al-a'ma kipofu. Faqala ya Rasul Allah arshidni wa'allimni mimma 'allamaka Allah, akasema ewe mtume wa Allah, nielekeze, nifundishe katika yale ambayo Allah amekufundisha. Kawa naona mtume huyu wakarara dhalika wa huwa la ya'lam anna ar-rasula mashghul, akawa anarudia, allimni mimma 'allamaka Allah, mtume nifundishe katika yale Allah amekufundisha. Naye hajui kuwa mtume anashughulika na hawa sanadini, kaingia kwenye kikao. Sasa mtume akaona huyu mbona kama ananishughulisha. Kwa hiyo mtume akakunja uso, abasa watawali, akakunja uso, akapuuza. Hajui kuwa yeye mtume anashughulishwa. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam akapuuza. Baada ya kuona hali kama hiyo, kwa hiyo mtume akaona hawa wataniona kama mimi ni mtu mwenye taratibu ya namna gani, nazungumza na wao kisha nakuja mtu mwingine anaingilia kati. Na wao tayari walikwishaona kwamba dini ya Muhammad ina kasoro, ina watu wa chini, wa daraja la chini, maskini, mahohehae, ndio ambao wamemzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaona huyu kama anasumbua, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Kwa hiyo mtume akakunja uso, akapuuza an ja'ahu al-a'ma, pindi alipoijiliwa na kipofu. Fakana sallallahu alayhi wasallam ba'da dhalik yukrimuhu idha ja'ahu, baada ya hii kushuka mtume alikuwa anamkirimu sana huyu Abdullah ibn al-Maktum. Ingekuwa ni mimi na wewe ningesema huyu ndo alisababisha mpaka nikakosolewa, sura nzima ikashuka kwa ajili yake. Lianahu nabiyyu rahma, kwa sababu yeye ni mtume wa huruma. Akawa anapokuja kwenye kikao mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamkirimu, wa yaqulu lahu marhaba marhaban biman atabani fihi rabbi, karibu ewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amenikosoa akanirekebisha kupitia yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema maneno hayo. Wastakhlafahu ala al-Madina marratayn, na mtume alimfanya kuwa kiongozi Madina mara mbili. Amr ibn al-Maktum, na huyu ndiye mtume alayhi salatu wasalam aliposema idha adhana Bilal fakulu, Bilal yakiadhini mle, yanahu yuadhinu bil-layli, yanadhinu usiku. Wa idha adhana ibn al-Maktum fala ta'kulu, wa fi riwaya annahu rajulun a'ma, innahu rajulun a'ma. Tumekasema akiadhini ibn al-Maktum msile. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kipofu. Anaambiwa bana, alfajiri hii imeingia, kusali, adhini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtawalisha Madina mara mbili. Wakana min almuhajirin alawwalin, alikuwa ni katika waliohama mara ya kwanza. Thumma qala ta'ala wama yudrika la'allahu yasma, kitu gani kitakachokujulisha kwamba yeye ameokoka? Ay wama yuallimuka wa yukhbiruka la'alla hadha al-a'ma alladhi abasta fi wajhihi yatatahara
min dhunubihi ay wama yuallimuka na kitu gani kitakachokujulisha ya Muhammad wa yukhbiruka na kitakachokueleza la'alla hadha al-a'ma huenda huyo kipofu alladhi abasta fi wajhi ambaye umempuuza katika uso wake yatatahara min dhunubihi atajitaharisha na madhambi yake bima yatalaqahu minka min al-ilmi wal ma'rifa kutokana na yale ambayo atakayopata kutoka kwako kutokana na elimu na maarifa mbalimbali au yadhakkar fatanfa'ahu dhikra ay au yantafi'u bima yasma'u min nasaih au aweze kukumbuka kutokana na yale ambayo atasikia kutoka kwako katika nasaha mbalimbali wal irshadat na maelekezo mbalimbali fatanfa'ahu al-maw'idha mawaidha kamnufaisha wayastaniru qalbuhu binuri al-iman na akapata mwanga wa moyo wake kwa nuru ya iman amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq kama yule ambaye amejikinaisha na dunia anaona dunia ndiyo kila kitu ana mali wewe ndiye unampa kipaumbele unamuona na nafasi maana ai amma man kana ghaniyan bil mali wa a'rada 'anillah ama yule ambaye alikuwa ni tajiri wa mali akampuuza Allah wal iman akapiga na imani fa anta tata'arrada lahu wa tahtamu bi sha'ni wewe ndiye unampa umuhimu unamuona na nafasi kubwa watusghi kalamu na unachukua maneno yake kama na kuyapa umuhimu wama alayka an la yazaka ay walaysa alayka dhanb wewe huna dhambi wala masuhulia na wala wewe hauna majukumu illa yatatahara min danas al-kufri kama tutoharika na uchafu wa ukafiri wal isyani na maasi falasta mutaliban bi hidayatihi wewe hauna lazima wa kumtaka aweze kuongoka wa inma alayka tablighu da'wati Allah kilicho juu yako ni kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man ja'aka yas'a ama anayejilia kwa wepesi wa huwa yakhsha na anaogopa fa anta anhu talaha wewe unapuuza ay wa amma man ja'aka yas'a yusra wa yakhsha taliban hidayah ama anayejilia kwa haraka na hofu anatafuta uongofu wal irshad yabtaghi al-khair wal falah yeye anatafuta khair na kufaulu wa huwa yakhafu Allah ta'ala na anamhofu Allah ويتقي محارمه نانا ليبوش mambo ya haram fa anta anhu talaha ay fa anta tatashaghala an wewe ndio unajishughulisha na wengine unapuuza watu'ridu an sama'i kalami na unapuuza maneno yake kalla innaha tadhkira ay la taf'al ya Muhammad ba'da al-yawm mithla dhalik usifanye ya Muhammad baada ya leo mfano wa hayo hiyo Qur'ani hiyo ni ukumbusho usifanye hivyo achana na hao kama Allah alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha ivumilie nafsi yako ivumilishe nafsi yako na wale wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni yuriduna wajha wanachotafuta wao ni kuridhisha uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wala taidu ainaka wala macho yako usiyapeleke kwa hao matajiri turidu sinata haya unatafuta mapambo ya dunia katika sura Hud katika sura ambazo zimemuumiza Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akaulizwa Mtume akaonekana amezeeka ni aya hii sema Mtume alayhi salatu wasalam masahaba anamwambia naraka shidda ya Rasulullah tunakuwa na umezeeka qala shayyabatni Hud wa akhawatuha nimezeeshwa na sura Hud na ndugu zake aya yomzeesha Mtume nini wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum ivumilisha nafsi yako na wale wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni hao wanaoona maskini hao wanaoona wana chochote hao vumiliana nao
yuriduna wajha, hao watafuta kuridhisha uso wa Allah. Hao wanachotafuta ni Allah aridhike, achana na hao. Waheshimiwa na vimbunge. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na matatabu, mbona huyu aingie, huyu akiingia kwenye dini kapata nafuu. Kwa hiyo akawa anatumia nguvu kubwa, ama akamwambia hapana, chana nao hao. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye moyo wake tumeusahaulisha na kutukumbuka. Wataba hawa, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Ya Allah akamwambia waqulil haqqu min rabbikum, semeni haki kutoka kwa Mola wenu. Faman shaa falyu'min, anayetaka amini, wa man shaa falyakfur, na anayetaka kufuru. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar, hakika sisi tumewaandalia madhalim moto. Kwa hiyo hizi ni aya ambazo zimemzoesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. hiyo wama alayka an la wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara ay faman sha'a min 'ibadillah intafa'a wa ta'aba bi ayati dhikr al-hakim. Nasema faman sha'a min 'ibadillah, yoyote atakayetaka katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuifuata hiyo Qur'ani atanufaika nayo. Wata'aba bi ayati dhikr al-hakim, na tawaifika na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wastafada min irshadati, na atapata faida kutokana na mwongozo wake wa tawjihati na maelekezo yake. ولم ينل النبي عليه الصلاة والسلام غم مثل هذا الغم. Na mtume hajapata uzito na kusononeka kama namna alivyopata wakati imeshuka aya hii, abasa wa tawalla, wakati imeshuka sura hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata humum baada ya kuteremka aya hii, hina unzila alayhi surata abasa lianna fiha itabun shadid, kwa sababu katika aya hiyo kuna makemeo, kuna kukosolewa kukali. Anakosolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala ibn Zayd, waqad qala ibn Zayd law kana Muhammad kataman min alwahyi shay'an lakatama hadha. Nasema ibn Zayd, lao katika Qur'an Muhammad aliweza kuficha aya yoyote, basi angeficha. Kama kungekuwa na uwezekano wa kuficha baadhi ya maandiko yasionekane, angeficha, kwa sababu ndani kuna kukosolewa na kurekebishwa kukali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi suhuf mukarrama, Qur'ani yatoka katika kurasa ambazo ni tukufu, marfu'ati mutahhara, zilizonyanyuliwa daraja, ay aliya alqadar, zenye nafasi ya juu, munazzahatu an aibi wa an abathi shayatin, aya ambazo zimetakaswa kutokana na uchafu wa mashetani, biaidi safara kiramin barara, zatoka katika mikono ya malaika watukufu mabalozi wa Marut. Huyo akaibuka na kisa cha uongo cha kuwasingizia malaika kwamba malaika nao walimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wamwasi Allah. Kutila al-insanu ma akfara, amekufuru mwanadamu na amelaniwa mwanadamu kutokana na yale aliyokufuru na kuyapinga na kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Ay qatala Allah hadha al-kafir al-fajir, Allah amemlaani, walaana tardu min rahmatillah, kwa mbali na rehema za Allah kunapo kafiri ambaye ni muovu. Ma ashadu kufra billah, ukafiri wake uliokuwa ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ana mali. Wakina Walid ibn Mughira, wakina Abu Jahl, wakina Abu Lahab, kwa sababu mtu ana mali anaamua kupinga na kukufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mali alizonazo. Min ayi shay'in khalaq, kwani yeye ameumbwa kutokana na nini?
min nutfatin khalaqahu faqaddara, ay min ayi shay'in khalaqahu Allah au khalaqa Allah. Hadha kafir, hadha fajir. Huyu fajir muovu huyu, kwani yeye ameumbwa kutokana na nini? Paka yeye anajikuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa min ma'in mahin haqiq, hajaumbwa kutokana na maji dhalili. Min nutfatin, ameumbwa kutokana na mani. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Alam yakhluqukum min ma'in mahin, hivi Allah kukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili. Falyanzuru al-insanu mimma khuliqa, mwanadamu achunguze ameumbwa kutokana na nini? Khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokana na maji ambayo yanayoruka. Yakhruju min bayni sudi wa tara'i, yanatoka katika uti wa mgongo wa mwanamume na kifuani kwa mwanamke. Sasa ya nini ajikuze kwa sababu yeye ana maji? Kwa nini ajikuze kwa sababu yeye ana majumba? Jubila al-faqiru akhuka min tin wa min ma'in wa min tin jubilta wa ma'. Famin al-fasalati an yaraka mubadhiran wa yakunu rahana al-masa'ib wa bala'i. Akhuka al-faqir, jubila al-faqiru min ma'in wa min tin wa min ma'in jubilta wa tin. Ndugu yako fakiri naye ameumbwa kutokana na maji na udongo asili yako, na wewe pia umeumbwa kutokana na maji. Famin al-fasalati an yaraka mubadhira, ni vibaya fakiri ya kuona una matumizi mabaya. Wewe unakula futari ngapi? Mtu anakula futari 10. Mwisho wa siku hizo futari asubuhi zaonekana ziko kwenye madamu. Wale fakiri waangalia mapaji ya kuku, vipapatio, vipi? Israfu. Futari nyingi ya nini? Kula futari tu kiasi inatosha basi. Sasa wewe futari zimekuwa nyingi. Futari zaidi hata 20. Sasa futari hizo wakati mwingine mialiko nayo inakuwa na shida. Ndio maana mialiko mingine huwa tuipenda. Unajua kwa nini? Sababu wewe unaenda unagonga futari nyingi. Kirudi kwa mke wewe watoa tu harufu za vitu vizuri. Maana umebeua hivi. Mbona nasikia kama ladha ya maepo? Tulikunywa juisi ya nini? Ya maepo. Mbona umebeua ya mpepeshe? Bana juisi zilikuwa kama 5 hivi. Na ni vizuri tu wewe kama ni futari ukaiandaa ukampatia mtu akalaenda familia yake. Na hapa nitawakosoa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wanamtiani. Toka Ramadhani ilivyoanza mpaka leo hajafuturu nyumbani. Yaani mialiko tu. Mara kaito Kisota, mara kaito Changombe, mara kaito Extension, kaito Ilazo. Yeye anazunguka tu. Nazunguka. Kafika paka mke asema sasa hivi mimi nitafuturu na wewe lini? Nagonga futari. Ana mialiko ni mingi hapa, kalenda inaonyesha leo nitakuwa Usunguni. Hapana. Ndio maana mimi nawaomba matajiri hizi futari wawape watu wakafuturu na wake zao na familia zao. Sababu leo kanita mimi nitakuja nitakutana na vipapatio na majuisi ya kufa mtu, lakini nyumbani hakuna. Mialiko ndio iwepo, lakini sio ndio iwe mialiko ya mazima. Iwepo mialiko, lakini watu waandae futari wao ili wakafuturu na familia zao. Tutarudi nyumbani tu ni kubeua tu, pension kubeua tu, maepo kubeua tu, matango, juisi mbalimbali. Hali ya kuwa nyumbani wewe watu wanafuturu viazi. Ni viazi tu wamechemsha. Kwa hiyo ndugu zangu, acheni wewe unafuturu tu. Wakati mwingine ukipewa mwaliko kataa. Sema mimi leo hapana. Bana kweli mashaallah, Allah akuzidishie kila la kheri, lakini leo mimi natoa udhuru sitaonekana. Kwa sababu unafuturu kila siku wewe kwa watu. Wewe unahesabu mitaa kwa sababu umetangazwa kuna futari za nini? Za ofa, maana saumu ni kali na wale matajiri hali ni ngumu.
Kwa hiyo wamelainika mpaka wameamua kutangaza kwamba iftari watafuturisha kule mwezi mzima. Sasa na wewe wakimbizana na iftari za mialiko nyumbani haufuturu. Haya mambo haya yanatia huzuni katika mioyo ya wake zetu, wanahuzunika sana. Kwa sababu wewe unapofuturu nyumbani, mwanamke anajisikia vizuri. Mpaka watoto wanauliza baba atakuja atafuturu lini? Mbona tumuone baba? Baba yenu na mfungo huu ataonekana. Khairukum li ahli. Mtume anasema bora wenu ni bora wenu kwa familia yake. Wa ana khairukum li ahli. Na mimi ni bora kwa familia yangu. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba iftari hizi za mialiko ziwepo, lakini sio hivyo kwamba eti wewe iftari kuanzia ya kwanza mpaka leo twagawa mfungo, eti wewe hujawahi kufuturu nyumbani. Aibu, wallahi ni aibu. Yaani 15 hujawahi kufuturu nyumbani. Sasa mimi mialiko ya watu siwezi kuacha. Hapana, sio huwezi kuacha. Wewe wafuata vitu. Wewe wafuata nini? Kwa sababu wakutana na vipapatio, wakutana na nini, ndio maana waenda. Sasa kama ni hivyo leo futuru nyumbani ili uingize furaha katika moyo wa nani? Wa mkeo na yeye aweze kuenjoy iftari. Kwa nadhani kila siku iftari moja inanoga. Iftari mikono iwe tofauti tofauti, mkono wako na mke, hivyo ndio inaenda vizuri. Kwa nakula tu mitaani tu basi. Hatukatazi mialiko ya watu iwepo, lakini mimi nitakufundisha sio kwamba wewe ni mtu wa mialiko. Kila siku mialiko, kila siku mialiko. Mpaka mwezi unaisha wewe ni mialiko utakula nyumbani siku ya Eid. Na siku ya Eid inaingia kule nyumbani. Mara mialiko imejaa. Hapana. Mialiko mengine wewe waambie bana inshallah, alhamdulillah mwaliko wako nimeupata, lakini mimi sitakuja na dharura. Sio kila siku wewe unaenda hapana. Mialiko mingine weka pembeni sawa. Kweli mialiko tuona sawa, lakini huwa tupendi sana, hasa mimi wasipendi mialiko mingi. Unaweza kuniita na nikatoa udhuru kwamba siji. Kwamba bana wewe iftari yako mashaallah, lakini mimi sitaonekana. Si nimekupa taarifa? Nitoa udhuru. Kutoa udhuru, naona mimi vizuri kukaa na familia yangu, kwamba kula na wake zangu naona bora, kula na watoto wangu naona bora sana. Ndio maana mialiko mingine sio wewe unaenda tu kataani. Kweli mialiko yafaa, lakini sio kwamba ndio mwezi mzima au siku 15. Na kweli kwani hawapo ambao mpaka leo hawajafika nyumbani? Wapo wenyewe wanafukuzana na mialiko. Iwe ni sawa kwa wewe ambaye ni nani? Wewe ambaye ni bachelor ambaye hujaoa. Wewe fukuzana na mialiko mpaka uchoke. Fukuzana nayo mpaka mwezi mzima. Wewe ni bachelor, huna yoyote wa kula naye wewe. Kwa hiyo wewe waburudika kula na watu, kula ni sawa, wewe hujaoa. Wewe fukuzana nayo mpaka siku ya Eid. Kwa sababu wewe hakuna ambao wako nyuma yako. Lakini wewe ambaye una mke, kwamba wewe unafukuzana na mialiko? Hapana. Nyingine toa udhuru na kufundisha hili, kwa sababu hili katika kuingiza furaha katika moyo wa mtu. Kuingiza furaha katika moyo wa mtu, moyo wa Muislamu Allah anapenda. Sasa kama ni kwa moyo wa mtu, je kwa mtu min babi aula. Nasallallahu salama. Subhanallah wa bihamdihi. Kama kuna maswali ya kuuliza.